Hivi ukisikia wasanii wanaimba kwa uchungu, huwa unahisi nini? Wewe husikia sauti, lakini hutambui machungu na maumivu ya kweli wanayopitia. Osinachi Nwachukwu, msanii kutoka nchini Nigeria, mwimbaji wa Ekwueme, aliwakonga mioyo maelfu, huku wake ukivuja damu. Alifariki Aprili 8 mwaka 2022 baada ya vipigo vya muda mrefu kutoka kwa mumewe Peter Nwachukwu. April 28, 2025, Mahakama Kuu ya Wilaya ya Shirikisho huko Abuja imemhukumu kunyongwa hadi kufa mume huyo. Mashahidi 17 wakiwemo watoto wao walithibitisha unyama huo. Lakini Osinachi si peke yake. Aliyekuwa afisa wa polisi Afrika Kusini Rosemary Ndlovu alikamatwa mwaka 2018. Alikuwa akihusika na mauaji ya mpenzi wake na ndugu zake 5 kati ya mwaka 2012 na 2018. Alifanya hivyo kwa ajili ya kupata malipo ya bima za maisha na fedha za mazishi baada ya watu hao kufariki. Aliua dada yake, binamu, wapwa na hata akafanya jaribio la kumuua mama yake mzazi. Alituma wauaji wa kulipwa, alitumia sumu na hata alimnyonga dada yake hadi kufa. Alifanikiwa kuchuma dola za Kimarekani 95,000, zaidi ya shilingi milioni 255 za Kitanzania. Alikuwa akijifanya mwenye huzuni na kuomba msaada baada ya kila kifo. Mwaka 2022 alihukumiwa vifungo 6 vya maisha na miaka 95 jela. Tukio lingine ni lile maarufu la nyota wa riadha Oscar Pistorius wa Afrika Kusini, ambaye alituhumiwa kumuua mpenzi wake Reeva Steenkamp Februari 14, 2013 kwa kumpiga risasi mara 4. Oscar alijitetea kuwa alikuwa akijihami, kwani alidhani kuna jambazi amevamia, hivyo aliua bila kukusudia. Januari 2024 aliachiliwa huru baada ya kutumikia sehemu ya hukumu yake, na Februari 26, 2025 Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam ilimhukumu mfanyabiashara Hamisi Lubonga. Alihukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kumuua kwa makusudi na kumchoma moto mkewe kwa kutumia magunia mawili ya mkaa. Hali hii inatufundisha kwamba ukatili wa nyumbani na unyama hauna mipaka. Matukio haya ni wazi kuwa ukatili huu haujui sura, taaluma wala umaarufu. Hivyo usinyamaze, toa sauti, toa taarifa, okoa maisha yako au ya mtu mwingine.